Habari za leo mpenzi msikilizaji wa simulizi tamu ya Mama Asha. Hii ni episodi yetu ya 5, hadithi tamu na kusisimua inayoitwa Mama Asha. Napenda kukukaribisha tuendelee na simulizi yetu hii ya Mama Asha. Mama Asha baada ya kupatwa na msiba ule alifanikiwa kuzika na kumtaarifu Baba Asha kuwa mtoto Kasim amefariki, lakini Baba Asha bado alimjibu kwa hasira, akamwambia, mimi sina watoto na wewe, hao ni wanao, hivyo usije ukanipigia simu tena. Na kisha akakata simu. Baada ya majibu ya Baba Asha, hakika Mama Asha aliumia zaidi. Hakutegemea majibu yale ambayo Baba Asha alikuwa anamjibu. Alitegemea swala hili la msiba basi angalau kidogo angestoka. Hivyo Mama Asha alilia sana. Mungu naye ana shani zake. Siku zikaenda, muda ukapita. Hatimaye Mama Asha alisomesha mwanae kwa shida, na leo hatimaye Asha akawa amehitimu elimu ya chuo kikuu na kupata degree ya biashara. Hivyo Asha alikuja nyumbani kwa mama yake kuja kusubiria kazi au ajira. Baada ya Asha kurudi nyumbani, hiyo ilikuwa furaha kubwa sana kwa Mama Asha, maana Mama Asha alikuwa anatumaini kuwa sasa anaanza kupata mwanga wa matumaini wa maisha mapya. Asha alirudi nyumbani akawa anamsaidia mama kazi ya kuuza mkaa. Hivyo muda wengi sasa Mama Asha akaanza kurelax baada ya kumwona mwanae akiwa anampambania. Huku pande mwingine Baba Asha hakuacha tabia ya ulevi. Hivyo siku moja wakati anatoka kunywa akitembea kando kando barabara, akapata ajali mbaya sana ya kugongwa na pikipiki. Hivyo Baba Asha akakimbizwa hospitali ili kupatiwa matibabu ya haraka. Huku kwa upande wa Mama Asha, hakika mambo yalikuwa yanaenda bie sana. Asha alikuwa anajituma sana kwa sababu alikuwa na uchungu. Alikuwa anajua mama yake amemsomesha katika kipindi kigumu sana. Hivyo alirudi nyumbani hakuwa mzembe. Alihakikisha anapambana ili kuisaidia familia yake. Wakati akiwa yuko nyumbani, alikuwa anafanya kazi ya kumsaidia mama yake kuuza mkaa na kwa spidi kubwa sana. Hivyo walikuwa wanafurahia haya maisha kwa sababu Asha na uzoefu wake na degree aliyopata biashara, faida ikawa inapatikana kubwa sana. Huku kwa upande wa Baba Asha, mambo yalienda vibaya sana. Hakika ajali aliyoipata Baba Asha ilikuwa mbaya sana. Ilimpelekea kupoteza mguu wake mmoja. Hivyo Baba Asha sasa ni kilema. Ataishije mjini na maisha haya? Ukiwa kilema ni shida sana. Ukiwa na miguu miwili kutafuta ni kazi. Hivyo ukiwa kilema hali inakuaje? Huku Asha amesharudi shule, anamsaidia kazi mama yake na anajituma kwa bidii na faida kubwa inaonekana. Wewe unadhani ni nini kitaendelea katika sehemu ya 6 ya hadithi tamu ya Mama Asha? Naomba acha ujumbe wako katika komenti. Vile kama hujasubscribe basi fanya kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata sehemu ya 5. Share, like, comment, usisahau. Aidan Prosper TV. Thank you for watching.